So, mimi nakuza kuongea mbona God sana sana uchukua tu huko nje. Ukisikiza story nyingi za mapasta, wanakwambia alikuwa na mtabangi, alikuwa na kunywa pombe. Mbona God achukue mtu ako nje atimtoka kanisani? Mtu ushinda kanisani akiworship, akipreach about the gospel, na anaenda achukua mtu wenye mtu mtabangi, anatukanana. Mbona God anaenda kuchukua mtu mwingine? Ziulize mbona, uliza ni mbona? Mbona, si ulize mbona? Mbona chukua mwingine akuache? Mbona wengine wabarikiwe kukushinda na amesema the left hand imejaa utajiri? Mbona wewe mpaka sasa unalalamika umekosa chakula? Nini shida? Nimesema nini shida? Uliza ni nini shida? Nini shida? Shida ni nini? Shida ni roho? Sijasema chafu. Shida ni? Jiulize, God akiweza come today asema nataka kuchukua watu wangu, anaweza kuchukua? Nashangaa tu tuwasameni alikuwa anaanza kwenda kuuliza. So God come today akwambie nataka kuchukua watu wangu, unaweza kuwa mmoja wao? So roho safi inamaanisha nini? Kuwa na pure heart inamaanisha nini? Wasomaji, kumaanisha kuwa pure heart ama Kristo kumaanisha nini? Si kuwa na roho safi, hadi mlevi ako na roho safi. Ni kumaanisha nini? Ndio hiyo. Umeelewa? So, Wakristo wengi tukuje kanisani tunapata kadhaa. Sisi Wakristo tunakuwa tumejibeba lakini tunafaa. Tunasahau God mwenyewe alisaka 99% akaenda watu wa nje. Ukumbuka story ya God, kuna mama alikuwa kwa kisima, alikuwa anachota maji. Amkaji yule kahaba akakuja kupiga magoti. Mbona disciple akasema mtu ni malaya sijui nini na Yesu nakumbuka. Lakini mbona God alimwambia wamwache? Aliangalia roho ya roho yako ni pure. Roho yako inaweza yani roho yako inaweza fanya mtu aokoke. Si roho yako imejaa masengenyo, roho yako imejaa wivu, roho yako imejaa zealousness. Sasa hiyo unataka utoe. Wakristo wengi tuache zealousness na wivu. Kwanza ukisikia wewe ni pastor, ukisikia umekuwa mbaze, sijui umekuwa ni nani, umejisikia like uko karibu na pastor, unaona wewe unafaa. Unashangaa unaona unafaa ili kushinda watoto wake. Unaona? Unasahau watoto wake atakaye ni pastor, anarudi nyumbani tutakutana na yeye. Unajiona ati nikao mnalala tena moja unataka tena mo. Ndio maana sasa kuendelea pale. Heri kuwe mwerevu. Ndio Kristo anakufa kwa mahari. Wanaweza swali la jibu lakini kikosea una correct wake. Bozebu kama if not correct me jibu kwanza watu correct. Lakini nimesahau naopenda, si ndio? So Bwana Kristo yangu tumekuwa na zealousness. Mbona Mungu akose mtu kumchagua, aende achague huku nje, apate mlevi, apate mtu mtaji bangi, apate mwizi, apate mtu, yani ukiangalia 99% mapasta wengi wako wametoka church. Hadi mama danganya. Hadi mimi ni shahidi yake. Muuliza ametoka wapi? Usikia alitoka church. Wanamwambia hata mimi amsema asubuhi aliamua kuwa manga. Si ndio? Mbona aliamua kuwa manga? Watu. Si ndio? So Kristo wetu tunafaa tu avoid mambo zingine ndio tukae kwa njia ya Mungu. Si ndio? Sasa watu ndio walifanya kwa manga. Wakasahau that Pastor Mary ako na roho safi. Naona? Watu wengi wanasahau that God ako kila kitu. God anajua kile unapitia. Basi mzee kwa hiyo familia. Hata ukakataliwa na familia yenyewe ukaitwa ng'ombe, yesi mzee.
alikuwa na reason yake. Na alikuwa anazo kwa hiyo pamoja sio anazo tawe. Sinaona. Mimi umepreach hiyo unamalizia, unaona? So, ndo maana ile kwa basi yetu ndio preach kibia, kila mtu ana preach yake, unaona? Kwa nini tio mzee anaitio lakini tuna preach tofauti? Maana mna gani? Mimi sio mtu mapema, mimi nakuwa kwambia na Kisongo. Wewe jipange, unaona? Kumbuka, ukiwa bado kuna authority, sivyo? Tumashi kumbuke kuna sweta hapo. So, ndo maana ndio kwa basi yetu, usipoteze time pia zinajua watu wengi kuna kazi unafanya, wengine ni biashara, wengine kuna time ya familia. Sote ndio kwa basi yetu. Na mingi imesema na kina Domina kina Pastor Mary. Ndio kwa nimeshangaa nita preach ni. Kile customer tu ni preach. Itakuwa ikawa. So, nitaanza na kitabu tu simple, nitaanza na Matthew ambayo inakuwa na blessing. Kwa hiyo group call kuna dem alikuwa anafundisha attributes of God. Na kwa hiyo attributes of God, ile kitabu ya Matthew ambayo inakuwa 5 kuanzia 3 hadi 8. So, mimi nachukua tu verse moja hapo na mbili tu, alafu nimalizie. So, Matthew chapter 5 verse 8. Matthew chapter 5 verse 8. Soma. Kusoma. Matthew chapter 5 verse 8 anasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Rudia na ngoma kusikia. Matthew chapter 5 verse 8 inasema, heri mwenye moyo msafi, maana hao watamuona Bwana. Na hapo kwa Kizungu inasema, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Yeah. Ati inasema heri wenye moyo safi, maana watamuona Bwana. Mbona sikue heri wenye kipawa watabarikiwa. Heri wenye kusifu sana watamuona Mungu. Maana imekuwa tu heri wenye pure heart. Mbona ndio maana walevi wanaona Mungu. Unapata mtu ni mlevi lakini ukisikia story yake unaona roho. Unaona di ndio unaonaga ukiingia unaonaga sana walevi wengi kizachunguza walioenda si kutaka kwa wanakunywa. Uzani meka na wizana. Wizana wengine si kutaka kwa kukunywa wanakunywa. Wazazi mnawataka wakaingia ni unataka. Mnawapea pressure. Sana pressure inafanya mtu afanye vitu zingine. Unamuonyesha like wewe nataka uende hivi na hataki kwenda hivi. Anajikuta amekunywa. Lakini ukikaa naye vizuri utashangaa roho yake ni safi. Kushinda Kristo na pretend. Ndio Kristo wangu pretend. Hadi anaanza pretend ameshukwa na roho. Anakwambia mimi naona uchawi kwenyu. Wewe ni mganga. Siende kwa kina nani? Ama anaota ndoto, anaonyesha ndoto. Ameonyesha for example mimi nimeota ndoto inaonyesha damu yako tuputupu. Sasa mimi ni mjenga nimeshindwa kutafuta. Nimeona hiyo ndoto. Ili niulize mtu wako hapo, ndio maana pastor yako muulize. Unaweza kusema hivi ona domini ako tuputupu. Mtu sio wa Mungu. Wote ni naye. Kumbe mtu ni mchafu. Na kiroho inamaanisha nini umvishe nguo? Unaona? Au unadanganya? Sasa wewe unafikiria vibaya? Una pretend? Mwingine umeshukua tu rose kumoja tu, unaanza tu kiburi. Ndio ile kupanda. Mwingine umetumika na pastor. Pastor amekuamini, akakwambia nataka sasa nimekuachia ibada. Fanya hivi na hivi. Unaona like wewe bwana pastor mimi nimemsoma maisha. Mimi ndo nafaa. Unaona? Unaingia na kiburi. Ndio God anakuza na kwambia upunguze kiburi. God anaangalia kipawa, angalia kazi. Anaangalia nini? Ambia ni Mungu anaangalia nini? Anaangalia nini? Moyo wako. Je, hiyo moyo inafanya mtu okoke? So ya kwanza, je, hiyo moyo inafanya mtu okoke?
Hiyo moyo nikiweza kuchukua kule katikati ya watu wanasema God huyu ni mfiti. Hata kama mtu ni mlevi, nikiweza fika place mtu kaka ni mlevi, afanyaje vitu zingine. Lakini Wakristo wengi, Wakristo hadi Mungu ningekuwa anacheka mimi. Zingine kinyo anapitia, ndio maana yeye ni Mungu. Anasema wote ni najiitwa Kristo, lakini kuna nia mbaya. Sitaki kuisema, sitaki kuninizo ni heshima pia, heshima ni nzuri pia. Sinaona mtu zingine watu tuna avoid zika kuingiza kwa shida. Alafu pia heshima, mkashangaa mtoto wa pasta anaanza kusema vitu gani zote. So ndio hiyo, blessed are the pure in heart, kwa maana watamwona. Si blessed wenye wako na roho, wanashukuru na roho. Maji unaweza kuwa. Nakumbuka kitabu cha Corinthians inasema mtu after ndani 1 Corinthians chapter 12 nasema kanisani kila mtu ako na kipawa tofauti. Ni ujiju. Naweza kuwa ukiimba watu wanapona, naweza kuwa ukianza kuomba watu wanapona, naweza kuwa ukinini. Yaani ni nyingi, kuna speaking in tongues, kuna preaching. Ndio maana sio liko kanisani. Na yote Mungu amekuweka na amekutrust na hiyo, unajua wako you do better in that thing. Sindio? Sasa God alitapasta Mary. Yesu kwa itapasta Mary, hizo tulikuwa na church na mama. Tunaenda church na mama. Na alikuwa anajituma kanisani. Piga vita kanisani sana, tutadanganya. Si ajaanza kupiga vita. Alipiga vita kitambo. Na hata mkimkuje msidanganye mama ni nabii. Hata mkimsengenya aje. Yeye anaoga na juu. Unaona? Lakini atakuonyesha mbele. Yuka na wao. Unaona? Ananiambia ini life plan. Na kwamba Christianity is about kuachilia. Sasa roho yako imejaza watu. Ndio maana ndio Holy Spirit anashindwa kukaa. Anakuja kukutumia na kupata roho imejaa hasira. Imejaa masengenyo. Matusi. Kila saa mtu anakufanyia kitu. Unataka babako ng'ombe wewe. Matusi. Kila saa ni matu. Hadi Holy Spirit anashi. Kwa maana in the kingdom of God, wanaweza God pure. Na in the spiritual realm, hakuna forgiveness. In the spiritual realm, hakuna forgiveness. Ndio maana malaika wakakuja wakauliza in Psalms, ni binadamu wako na nini? Mbona umsamehe? Atakufanya dhambi, mbona unamsamehe? Jua wakati Adam aliambiwa siku ile matunda akakula matunda, God hakumuua. Na alisema msinakumbuka Genesis ile alisema ukikula matunda katikati, alisema nafanyia nini? Wasomaji Biblia. Alipokula waliuliwa. Na Mungu alisema akisema kitu amesema rudi. Akisema yeye Mungu akusema na kufa. Lakini hapo malaika wakashangaa, walikuwa wanaongeza binadamu uliwe, hakuuliwa. Bali Mungu aliwavisha nguo. Mungu anaelewa. Na mnakaa kwa neema. Na hiyo kuelewa na kuelewa kiasi. Unasikia utachoka, Mungu uchoka pia. Na akichoka amechoka. Si alichoka na Saul? Si alichoka na yeye? Na kamwachia na akachagua David tena. Kama Mungu anaweza choka na Saul na alikuwa anamtumia, wewe ni nani? Jiulize wewe ni nani? Ndio tuimbie. Wataenda tu, God amesema nakupea gari, takulinini pasta kwa anasema. Lakini leo basi au sisi cheti nilipewa, unaona? Mtakwambia tena nilikuwa nimepanga kupe. Wewe kama unipenda usinipende sisi tunasonga. Lakini songe vibaya. So, in the spiritual realm kuna forgiveness. Na wakati Mungu kakuza in the book of Revelation, Mungu akasema, ni nani huyu binadamu
atajitokeza. Nani huyo atajitokeza? Akufu kwa sababu ya binadamu. Kuna mtu anatokea mbinguni. Unasikia malaika na ukubwa, wengine wako na power, wengine wako na authority. Kuna mtu alijitokeza. Ili God atoke from himself. No. God akakuwa binadamu, akakufa. Akakuja duniani. Akachukua authority. Mwenye anakalia kiti sasa ni nani? Mbinguni. Ni maana. Si ndio? Si Mungu alikuja kama binadamu, akaenda akakaa kwa kiti. Alikaa kama Mungu. Si alikaa kama binadamu. Biblia inasema alikuwa 100% binadamu, alikuwa anakula makula kama wewe. Na alipatia authority. So God anaangalia hiyo authority umefanya, lakini authority ni amekupea. Ita attract mtu. Hiyo authority amekupea, unafanya kuumiza watu roho ama unaleta kwa Mungu. Kwa maana sorry tunafanya watu wakuje kwa Mungu. Na preach na masaa ndio maana na songa hiyo. Sasa ngapi? Tumanisha madeo bei 50. Ndio maana naambia leo kwa pio. Tulan kwa pio. Tunafanya kitu hapo upendeze pa. Wakati yuko unafanya. Naona. Sufanye kitu unipende. Sufanye kitu upendeze Bwana. Fanya for mama huwa anasema kweli. Mpende usipende. Hadi anaambia baba. Haizi mzuia kutumikia Mungu wake. Si ndio mama? Ambaye mzuia kutumikia baba wake. Anafanya kazi yake, si ati uende wale bwanako hiyo mama bibi yako. Mimi hizi nizuia na nakwambia mpike chakula. Nakula kofi. Kuna maturity ya ase, unaona? Zikiwa mtu tofauti, unaona? So after kufanya vitu zote, mpikia kani Sunday ile michache. Amesema mpigie pasi. Hapo unaweza kila kama mwambie nenda church. Sasa hapo akikataza unamwambia. Lakini si hujafanya kazi yote kwa nyumba, bora naamka napata ngoaji huko anataka kwenda kazi. Takula makofi. Na Mungu anataka kuitwa Mungu. Na hata ukifika mbinguni anasema sieni wenyewe ujinga ulifanya. Si Mungu alikupea authority ukaandamana, si ndio? Na pia Bwana si ati unapiga biblia, una nini? Sio bibi pia unakataza bwana kwenda kanisani. Ndio nadanganyagwa na vitu. Wanya tumeacha vile. Hebu tuende kwa basi yetu jamani. So praise God again. Amen. So mimi naongelea kuhusu nini? Kwa Kiswahili tunasema au tunaenda pamoja, si ndio? Pure heart. So kwa pure heart ni kumaanisha pure heart, basi kama tunafaa kwa pure heart. Je, tunafaa tufanye nini kwa pure heart? Tunaingia sasa kwa Biblia yetu, tunaingia Proverbs 6:16 to 19. 16 to 19. So nasema kuna vitu sita anavyovichukia Mungu, na viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono kimwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo nyepesi kimbilia maovu. Proverbs Kiswahili ni methali. Kwa Kizungu inasema these 6 things that the Lord hates, 7 are an abomination unto him: that a proud look, a lie tongue, and that shed innocent blood, and heart that despite wicked, speech that be speech in turning to mischief. So praise God. Praise God again. Tuna God anachukia vitu ngapi? 7. Unajua Kristo wengi tunafanya dhambi. Ndio maana hadi Pastor Mary akikaa before pale mbao, secretary yake huwa msamaha kwa Mungu. Yeye binadamu
na ufanya makosa. So Wakristo wengi tunafanya dhambi tukidhani hatufanyi dhambi. Unadanganyana, mpendeze rafiki yako. Ndio hiyo anasema sasa. Ya kwanza ni nafasi kwa njia ya Mungu, tunafuata uagizo hivi. Tufuate sheria ya Mungu. Ndio hiyo sana nasema ya kwanza. Macho ya kiburi. Unaangalia mtu unajifanya kosa lakini ndani yako kuna kiburi. Ndio hiyo. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo na mkono imwagao damu isiyo na hatia. Ndio. Moyo uwezao wazia mawazao Kiswahili. Ndio hiyo. Chani malizie na story moja ya Biblia. Rasha maliza. Mimi yangu ilikuwa ni fupi hivyo, hata si mingi. Story ya Zakaria. Nani anaelewa pale tumefika? Ndio mkono. Kwa pamoja, si ndio? So story ya Zakaria, wakati mnaona Zakaria ule mwenye alitembelewa na Yesu. Biblia inasema alikuwa anasaidia maskini. Na yeye alikuwa dhaifu. Na kwa baadaye tunaona alikuwa anaibia watu, si ndio? So Kristo wengi ni example ya Zakaria. Tumezama Zakaria huko ndani. Unaibia Mungu. Zakaria ni Zakaria. Ni sawa Kiswahili nani? Zakaria. Zakaria. Ndio maana Wakristo wengi tuko kama Zakayo. Kama Zakayo. Kama Zakayo. Unajua anashuka hivi. Au sio? Pasitaweza kumchukua vizuri. Nikiwa hapo mbele. Alafu ingine ya mwisho about verse ya pili ni return to the purity of heart. Kama umeona umetoka kwa purity of heart. Jifunze kurudi kukaa kwa njia za Mungu. Tujifunze kukaa na Mungu. Kwa maana hadi tukoga place mama kaniambia God wengi na ufanyaji watu ukakosana marafiki zako. Mimi nilikuwa na mabeshti memorial magatuni mafom naona. Nikimaanisha form kokos nina tuna sherehe. Naona. Sasa hao beshti siku moja nikapaka dai. Niwenyewa box nikapaka dai. Na mzani kwa pesa kunyo. Sasa nikinga tuna top hapo hivyo, topa na maanisha kofia. Ngenyaga hivyo na topa mazuri mengia nikapata mzaya hapo hivyo. Akaona au chukua na uchukuta. Akaona yule kijana, amenyoa kweli. Akaniambia aiwako. Akaniambia ndio kofia. Sasa nikaanza kama mama huko yake sio kwa kaenda wale. Sasa akaniambia ndio kofia. Ndio kutoa kofia kumbe akaona dai. Kumbe sheria ya home kwetu kuna sheria principality. Kikuza kwetu tuna sheria zetu. Lazima zifuatwe. Kaenda kanisani kuna sheria. Tunafuata sheria. Ndio maana mmekaa hapa chini. Singekuwa kuna sheria kile tungekuwa nasimama naongea. So kwetu kuna sheria. Nikaambiwa mbona tanyo? Kaambia ndio sawa. Kaambia endo join. Na mpaka dai endo join. Hawezi ndio kwa nyumba endo join. Nikaambia sina pesa. Katoa zingine. Nikaenda. Sasa nikienda nikutana na Mamori. Tulikana hapo nje masaa. Mama alifika. Kufika na mgeni kaanza kukichoma naye kiasi. Kufika ninaona kabisa kaniambia ndio kipara. Mimi ndio kipara na nimekuwa nimekanilika kwa hivyo kubwa. Sasa mimi nyoa ilikuwa msimu kwa gazeti hapo hivyo siwezi nyoa. Nikakaa hivi chini nikakumbuka nilimbikia na mama kasema takwenda kwa sema mambo sana. Nikaenda nikanyoa yote kipara. Sasa kurudi nikapatana na watu wengine. So wana bishi yangu wakaanza kunicheka, aibu kaanza kuniingia. So wakati kaniingia nikakaa hivyo kanila kwa mabeshe. Sasa siku moja tukiwa na kina Rose tukitoa sherehe nyingine bado.
sherehe karibu tushikwe na polisi, yeye anaikata fupi. Ndio masangu ndani imeisha, si ndio? Nastahili kuwachokesha, ngoto umechoka. So nikaenda sherehe karibu tushikwe, tangu siku nikatuli. Na tangu leo nilipatana na marafiki tena. Hivyo Mungu tuwa void watu wengi na watu. Ndio shangae rafiki yako mlikuwa best friend unapata sasa si marafiki. Mungu ni mtu wa zealousness. Akina kwa friendship hadi anaweza fanya kwa nako akufi. Prophet Shama alisemaga nini hapa? Alikuwa na mchumba. Alikuwa na mpenda. Na Mungu anaombea mtumikie lakini anaenda kwa dema na sasa au maana submit kwa dema. Bora akasikia hivyo msali alisema yule dema alikufa. Dema maanisha msichana. Sio msichana alikufa. Prophet Shama sasa alisema mwenyewe hapa. God huomba mtu wengine hadi wengine anawau. Alikupenda kwa na uweze mfanyia basi ndio mambo ya leo. Mimi sina mengi kumaliza, sipendai kuongea sana. So acha nilete Pastor Mary tusimame tumpee alafu kimalizia pia mtu ibada malize. Neno mchache.